Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulio kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Baada ya miaka 32 tangu mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi nchini Rwanda, dunia imekumbushwa kuwa makini na kauli za chuki na dalili nyinginezo zinazoweza kuchochea mauaji ya kimbari. Tuna nguvu ya kusimamisha mauaji mengine wakati mwingine, sababu jinsi ambavyo mauaji huwa yanatayarishwa ni sawa katika mauaji yote ya kimbali. Na leo katika Jifunze Kiswahili tutabisha hodi Baraza la Kiswahili la nchini Tanzania BAKITA ili kufahamu maana ya neno kuda. Basi ambatana nami hadi mwisho. Ni Jumanne ya tarehe 14 ya mwezi Aprili mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa kwako na Asumta Masoi. Karibu Asumta. Asante Lea. Kama mapigano yataendelea nchini Sudan hadi mwaka 2030, umasikini wa kupindukia unaweza kuongezeka na kuvuka 60%, huku watu wengine milioni 34 wakitumbukia kwenye ufukara, imesema ripoti ya uchambuzi mpya ya shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo duniani UNDP iliyotolewa leo Sudan na Marekani, ikiwa kesho inatimia miaka 3 kamili tangu kuanza kwa vita nchini humo. Mwakilishi mkazi wa UNDP nchini Sudan, Luka Renda, amesema takwimu hizi si namba tu za kufikirika. Zinaonyesha familia zilizosambaratika, watoto walio nje ya shule, riziki zilizopotea na kizazi ambacho matumaini yake yanazidi kufifia kila uchao. Nayo mashirika ya Umoja Mataifa yametoa kauli zao tofauti kuhusu miaka 3 ya vita nchini Sudan, ambapo lile la kuhudumia watoto UNICEF linasema watoto wanaendelea kulipa gharama ya vita, kwani zaidi ya watoto 245 wameuawa au kujeruhiwa nchini humo tangu Januari hadi Machi mwaka huu, huku mashambulizi ya ndege zisizo za rubani au droni yamesababisha takribani 80% ya majeruhi na vifo hivyo. Kwa naibu mkurugenzi mtendaji wa WFP Karl Skau, ambaye amerejea hivi karibuni kutoka Darfur, Sudan, wa Sudan wameachwa wakikabiliana na mapigano makali na mateso yaliyoenea, huku wengi wakikosa chakula, jamii ya kimataifa ikishindwa kumaliza mzozo huu na kushindwa kuwalinda watu wa Sudan dhidi ya ukatili. Naye Tom Fletcher, ambaye ni mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, kupitia msemaji wake Jens Lake huko Geneva, Uswisi, amesema kumbukumbu hii ya kesho ya huzuni itaashiria mwaka mwingine ambapo dunia imeshindwa kukabiliana na mtihani wa Sudan. Natamatisha na mzozo wa Israeli na Lebanon ulioshika kasi baada ya wapiganaji wa Hezbollah kushambulia Israeli kupinga hatua Marekani na Israeli kushambulia Iran, ambapo hii leo kwa Washington DC hapa Marekani kunafanyika mazungumzo kati ya Israeli na Lebanon ili kumaliza uhasama. Umoja wa Mataifa unasihi pande zote kutumia diplomasia kumaliza uhasama na kusongesha azimio nambari 1701 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalozuia mapigano mpakani mwa mataifa hayo mawili. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye tutajifunza Kiswahili na tutakuwa na mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka nchini Tanzania. Salia papo hapo tafadhali. I integrally solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Wiki iliyopita siku kama ya leo, kwa Jumanne tarehe 7, dunia ilikumbuka miaka 32 tangu mauaji ya kimbari ya nchini Rwanda dhidi ya Watutsi. Na hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa katika Baraza Kuu
Ilifanyika kumbukumbu hiyo na mwakilishi kutoka Rwanda alikuwa ni waziri wa sheria ambaye pia ni mwanasheria mkuu wa nchi hiyo, Dr. Emmanuel Ugirashebuya. Baada tu ya tukio hilo nilipata fursa ya kuzungumza naye, na hapa anaanza kutueleza siri ya wananchi wa Rwanda kuweza kuendelea kuishi kwa pamoja kwa amani baada ya mauaji hayo. Ujumbe ambao tumeuleta baada ya miaka 32 ya mauaji ya kimbali Rwanda ni kuwa lazima tukumbuke, lakini kwa kukumbuka itupe nguvu za kutafasiri ya kuwa tuna nguvu ya kusimamisha mauaji mengine wakati mwingine, sababu jinsi ambavyo mauaji huwa yanatayarishwa ni sawa katika mauaji yote ya kimbali. The patterns huwa ziko sawa kabisa. Zile dalili ziko sawa kabisa. Na kwa mfano kama hii leo katika hotuba yako umezungumzia dalili zilikopo kwa muda mrefu na mengi hayakufanyika. Lakini tuje kwenye nchi yenu. Kwanza nipende kuwapongeza kwa sababu mmeendelea kukaa pamoja. Siri ni nini ambayo imesababisha miaka 32 mmeweza kukaa kwa amani kama wananchi wa Rwanda? Ni kuwa tulikumbuka kuwa kabla ya wakoloni kuja Rwanda, tulikuwa kitu kimoja. Afrika yote ilikuwa watu wamoja, lakini baada ya kuja wakatugawanyisha, sababu walikuwa wanataka waweze kututawala. So siri kubwa ni kurudi nyuma, kuangalia tulianzia lini ili kutawanyika, kutengamana, tulianzia lini na tutafanya nini ili tuwe mtu mmoja. Ndio maana tulianza mahojiano Rwanda, tukaambizana ukweli ya kuwa ambayo tulifanya, tunafaa tuijenge nchi, tuwe kitu kimoja, tuwe Wanyarwanda mbele ya kuwa mambo mengine, makabila au nini. Na tulijifunza masomo mengi kwa nchi kama Tanzania, ambayo kwa uhakika ni nchi moja. Kuna watu wengi, watu tofauti, lakini wanajisikia ni wa Tanzania. Kwa hivyo na sisi ya Rwanda tukawa na mahojiano na tukaanza policy ya Ndi Umunyarwanda. Sera ya Ndi Umunyarwanda, kuwa sisi ni Wanyarwanda, nchi ni yetu, hakuna mtu atatoka nje kutuokoa, ni sisi wenyewe, ni sisi tumeuana katika sisi, na ni sisi tutajenga nchi yetu. Kuna kitu ambacho mnafanya kwa mfano kuanzia kwa watoto au kwenye jamii ambacho mnafanya ambacho kimewasaidia kuwaleta pamoja kwamba Wanyarwanda ni wamoja? Yes. Ni mambo mengi. Kuna vingi ambavyo vimefanyika. Naweza kupatia mfano. Kuna watu ambao walikuwa kwenye jeshi lililokuwepo kabla ya mauaji ya kimbali. Wengi wameingia kwenye serikali. Naweza kupatia kama waziri wa masuala ya usalama, alikuwa kwenye jeshi lililokuwepo. Kuna waziri wa michezo wa Rwanda, mamake yuko kwenye jela. Ana akili nyingi, lakini ni Mnyarwanda. Cha kwanza ni kuwa yeye ni Mnyarwanda. Mamake yuko jela, amehukumiwa kifungo cha maisha, lakini tuko kwenye ni waziri kama mimi, yeye ni waziri wa michezo, mimi ni waziri wa sheria. So hiyo watu wakiona kuwa sasa tumekuwa Wanyarwanda na makosa ya wazazi wako hawezi kuwa makosa yako, inaanza kutumwa Wanyarwanda wanakuwa kitu kimoja. Na sasa tukimalizia hapo katika hotuba yako umezungumzia kwamba bado kama tunavyojua dunia yote kuna changamoto ya matamshi ya chuki, kauli za chuki, kwa kizungu wanaita hate speech. Na umezungumzia na ukatoa mfano labda kabila fulani lisioe kabila fulani. Vitu kama hivi ambavyo ndio umesema ndio zile dalili ulizozizungumzia hapo awali. Nini mnafanya kama nchi kuhakikisha
mnaendelea kuhakikisha wananchi wanakuwa wamoja ili na wengine waige mfano kutoka Rwanda? Hao matamshi ya chuki ndio mwanzo wa mauaji yote. Ambacho tunafanya sasa ni kuwafundisha watoto wadogo, ndio unaweza ukaongea mambo, unaweza ukaonyesha ambacho unafikiria, useme utende ambacho unataka kutenda, lakini ukumbuke kuwa haiwezi kuwa mambo ya chuki sio uhuru wa kujieleza. Ni hatari sana na hatufai tucheze, sababu sisi tuko na mfano ambao mambo ya matamshi ya chuki yalitufikisha pabaya ambapo unaweza fika kama binadamu. Na ujumbe wako kwa dunia? Kwa dunia, tuwe wamoja, tupendane na tujenge dunia yote, kwa sababu sote kama binadamu cha muhimu ni kuwa tunataka kuishi vizuri. Tunataka kuishi ambapo kesho uko na matumaini ya kuamka. Kwa hivyo tufanye sote tufanye sote pamoja, tuijenge dunia ambayo ina usalama and justice na ina ya haki. Na ya haki. Asante sana mheshimiwa. Ama hakika sote tunapaswa kuwa makini na kauli zetu zisije kuchochea chuki. Na sasa umewadia wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili, na leo mtaalamu wetu Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA. Hapa anafafanua maana ya neno kuda. Katika mahakama zetu za mila, mahakama zetu za Baraza la Usuluhishi, mahakama ambazo watu wanazungumza, wanayamaliza kwa maana ya kuwa na mwenyekiti na sio hakimu, basi kuna adhabu ambazo huwa zinatolewa. Zipo nyingi, lakini inapotokea mtu akapewa adhabu ya malipo ambayo anatakiwa kuitoa mtu kama fidia ya kosa lililofanya katika taratibu za kimila, malipo hayo yanajulikana kama kuda. Kuda haya ni malipo anayoyatoa mtu kama fidia ya kosa alilofanya katika utaratibu aliokosea wa kimila. Shukrani sana Oni Sigala kwa ufafanuzi huo. Basi nami kufikia hapa na kunja jamvi leo hii, lakini tukutane tena siku ya Alhamisi kwa jarida lingine la video. Lakini kwa upande wa vipindi vya redio ni kila siku, hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine katika chaneli yetu ya YouTube inaitwa Habari za UN, na ukurasa wetu wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Pia kumbuka kupakua app yetu inaitwa Habari za UN, inapatikana kwenye Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.